leo kwa lengo ambalo tumewaitia kama waandishi wa habari, lakini kama watu ambao kiwa sana na watu wengi kwa njia ya mitandao, kwa njia ya TV na kadhalika, kwa lengo la kutaka kushirikisha mawazo tulionayo wananchi, kwa sababu sisi tunahudumia jamii kwa njia ya kiroho kama watumishi wa Mungu. Kwa hiyo hapa tulipo ni eneo ambalo tunaabudia, lakini kwa sasa ilikuwa ni eneo ambalo halikidhi mahitaji ya waumini wa mahali hapa kutokana na mazingira yake sio salama, kwa sababu tupo mjini kwanza, lakini pia kwa mazingira tuliyopo hayakidhi mahitaji ya waumini usalama. Tunapokuwa kwenye barabara, jengo halina milango, halina madirisha, lakini pia kwa muonekano wa mazingira na ukuaji wetu ndio tumekuwa tumeongezeka kiidadi, lakini uwezo wa kifedha sio mzuri. Kwa tumefikia sehemu tukaona kwamba ni wakati wa kumjengea Mungu nyumba iliyo nzuri kwa ajili ya ibada, na kwa kutambua kwamba nyumba ya ibada sio nyumba ya mtu mmoja au nyumba ya familia, ni nyumba inayohusu jamii, kwa sababu sisi tunatumikia jamii. Kwa hiyo tukasema kwamba ni bora pia kuwafikia watu. Wapo watu wenye moyo mzuri, watu wenye moyo wa kusaidia, ili watakapoona hii kwamba sisi tuna ujenzi na tunahitaji kumjengea nyumba Mungu ambayo itakuwa ni kwa ajili ya kusaidia jamii, kizazi kinachokuja, kilichopo, kwa tumeona tuweze kushirikisha baraka hizo, kwa sababu tukiamini kwamba kwa pamoja tunaweza kumjengea Mungu. Na ni agizo pia. Bwana asifiwe sana, kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Hagai sura ile ya kwanza mstari ule wa 4 mpaka wa 8, kama mtu yuko tayari hapo anaweza akasoma ili tusikie msemaji. Na mtasoma kwa msaada wa Bwana. Je, huu ndio wakati wa nyinyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, la nyumba hii inakaa hali ya kuridhika? Basi sasa Bwana majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto, na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko ulotoboka toboka. Bwana majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Pandeni mlimani, mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Kwa hiyo kwa kuzingatia muktadha wa kile ambacho sisi tumewaitia kama waandishi wa habari, ama kama lengo la kuifikia jamii nzima kwa ujumla, unaona kwamba tuliangalia fungu hili kwamba Mungu anapendezwa na nyumba yake kuwa nzuri. Akiona kwamba kuna watu ambao wanaishi kwenye nyumba nzuri, lakini huko kuna mahali pengine ambapo kwa kweli nyumba ambazo watu wanakutana kwa ajili ya kumwabudu zinadharaulika, unakuta kwamba wakati mwingine sio rahisi pia kutoa baraka kwa watu. Lakini mtu anapojitolea kuifanya kazi ya Mungu na kuijenga madhabahu ya Mungu, ziko baraka ambazo Mungu anazitoa. Pamoja kwamba ni agizo kwamba tutoe, sio kwamba ni hiari kufanya, ni agizo, kwa sababu Mungu hawezi kufurahia kuona sisi tunaishi vizuri nyumbani au watu fulani wanaishi vizuri, lakini unaweza kuona sehemu fulani nyumba ya Mungu ni chakaa, ni mbaya, haileti utukufu kwake. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi pia kuwakumbusha watu, kushirikiana na watu ili tuijenge, na kwa kufahamu kwamba hii hatuifanyi kwa sababu yetu sisi pekee yetu. Pamoja na uchache tulionao, tunaamini kwamba kuna watu wengi ambao wana uwezo na hawako pamoja na sisi, ambao wanaweza kutushika mkono kwa pamoja tukamjengea nyumba nzuri ambayo italeta utukufu kwake, lakini pia itakuwa ni msaada, kwa sababu sisi tupo hapa kwa ajili ya kuhudumia jamii kiroho na kadhalika. Kwa hiyo tunahitaji
watu watambue wajibu wa kumtolea Mungu.